Kwa majina naitwa Saverina Mwijage, ni naibu katibu wa Ngome ya Wanawake Taifa. Sisi tuko kwenye ziara ya kuhamasisha wanawake kuweza kushiriki kwenye chama cha ACT Wazalendo na kuwa na uhakika wa kamati za uongozi za majimbo, na tunatimiza yale maagizo ya kamati kuu na halmashauri kuu. Sisi kama Ngome tuna mikakati ya kuhamsha wakina mama. Wengi ni woga, wengi wanaogopa. Ni sisi kama Ngome tuko kwenye ziara kutimiza hilo la kuwasajili wanawake wawe kwenye mfumo wa wanawake. Tuko kwenye maagizo ya kamati kuu na halmashauri kuu ya kusajili wanawake. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila mwanamke anajua kusajili, kila mwanamke anajua kuhamasisha mwenzake. Uongozi wote wa majimbo na mikoa tuhakikishe wote wana access waweze kuwa wanasajili wanachama. Sisi hatutakuwa tunakwenda kule mara kwa mara, kwa sababu kwenye makata na majimbo watakuwa wanafanya kazi kuanzia mikoa, majimbo ndio wanashuka chini kwenye kata kuhamasisha wanawake. Tunawahamasisha wanawake wote. Sisi ACT Wazalendo hatuna ubaguzi, kila mtu, kila dini, kila kabila sisi tunampokea kuwa mwanachama wa kuweza kuwa ACT Wazalendo. Kwa hiyo tunawaombeni sana wakina mama, tunawatakieni wakina mama waweze kushiriki na sisi, waweze kujiunga na sisi katika chama cha ACT Wazalendo cha ukweli na uwazi. Hatuna cha kuficha ficha, hatuna nini. Mama ndio mama, kwa sababu madhara mengi yatampatwa kwa wakina mama. Tunamtaka waziri wa afya atembelee kwenye mikoa na majimbo, aone zahanati, aone mahospitali wanawake wanavyozalilika, wanawake wanavyoumwa uchungu, wanavyopelekwa mahospitali na pikipiki. Tumeenda majimbo mengine wanapanda pikipiki kilomita 75 ili aweze kupata zahanati, anatembea kilomita 50 ili aweze kupata zahanati. Hakuna usafiri, hakuna magari yoyote, ni pikipiki tu. Jiulize mama waziri wa afya, wewe waziri wa afya, yani wewe ni mama, unajua madhara ya uchungu, unajua madhara ya mimba. Muwe mnafika hata kule chini, msiwategemee wale watumishi wenu kwamba watafanya hiyo kazi nzuri kama wewe, kwa sababu lawama zikitoka sio mtumishi wa chini, ni serikali iliyoko juu. Kwa hiyo tunawaomba mfike muone mama wanavyopata shida. Maji, nimekwenda sehemu nyingine bado wanachimba kupata maji. Serikali ya miaka 60 na kitu haijamjali Mtanzania ambaye yuko chini. Wanakunywa maji ya visima ambavyo paka wanaingia mle, mbu wanaingia mle, na wanaendelea kuyatumia wa Tanzania. Kwa hiyo ni serikali ya miaka 60, kwa nini bado watu wanakunywa maji ya hivyo? Umeme, kuna sehemu zingine tumekwenda umeme unapita barabarani. Hawafikishii umeme wananchi kwenye vijiji, kwa sababu wanasema umeme wa REA utafika kila kijiji, kila kata. Lakini sehemu zingine unakuta bado wakina mama bado wanahangaika na vibatari. Wakina mama bado wanahangaika na kuwasha vya majani. Kwa hiyo tunawaombeni serikali, tunaitaka, sio kuiomba serikali, tunaitaka kwa sababu ni haki yetu ya msingi kuitaka serikali itimize wajibu wake. Uiache kutenga bajeti ya mdomo, kutenga bajeti ya mahesabu, itenge bajeti ya kumfikia Mtanzania kwa chini, kwa sababu mama anapata shida sana. Ukienda sehemu zingine unakuta shule za sekondari, serikali ilisema inajenga shule za sekondari kila kata, lakini sehemu zingine hamna sekondari. Wanatembea watoto kilomita 20, kilomita 25 wanafuata sekondari. Watoto wengine wanakwenda kupanga vyumba. Hali halisi ilivyo sasa hivi, na kuteka kumekuwa kuteka, na kubaka kumekuwa kubaka. Inafika mahala, mama wewe waziri wa afya, ili jambo kalifanyie kazi, uweze kufika kule, na TAMISEMI walifanyie kazi kuhakikisha kwamba kata ambazo hazina sekondari waweze kujenga kata, kwa sababu kila mwaka bajeti inatengwa. Kila mwaka wananchi wengine wanakubali, wanasema sisi tuko tayari kuchangia, hata kufiatua matofali, hata kusomba mawe, tuweze kujenga zahanati au shule iliyoko karibu na kata zenyewe, kwa sababu madhara mengi wanayapata. Bado niko kwa mama, watoto wanakwenda shule, michango inakuwa michango, mama anakwenda kukopa pesa ili aweze kuchanga mtoto wake asome. Unakuta wazazi wengi anamwambia mtoto akifika darasa la 4 basi, kwa sababu akishinda kuendelea hataweza ile michango. Kwa hiyo naitaka serikali, kwa sababu rais ni mwanamke na yeye ni mama, uchungu anaujua, haweze kuwa yeye analazimisha watumishi wake waweze kufika kule chini, na mawaziri wasitumie simu, wasitumie magari, wasitumie mapikipiki, afike aone madhara kwa Watanzania. Bado wanakunywa maji na wanyama, bado ndio maana wanaugua kipindupindu mara kwa mara. Ukiangalia bajeti ya kutibu kipindupindu na bajeti ya kutengeneza visima au mabomba ni vitu viwili tofauti. Bajeti ya kutibu ni kubwa sana kuliko bajeti ya kutengeneza visima na kutengeneza mabomba. Asante.